Wanasema pesa ni sabuni ya roho, lakini hakuna anayekuambia kuwa sabuni hiyo wakati mwingine huoshwa kwa damu ya wapendwa wako. Naitwa Juma. Leo niko mbele yenu nikiwa nimevaa suti ya milioni 2, nikiendesha gari ya ndoto zangu na kuishi kwenye jumba la kifahari. Lakini nataka nikwambie siri moja. Usiku unapoingia, mimi ni maskini kuliko omba yeyote unayemjua. Kwa nini? Kwa sababu niliuza kitu ambacho pesa haiwezi kununua. Niliingia mkataba na giza ili nipate nilicho nacho. Nikasahau kuwa giza halitoi zawadi bure. Giza hukopesha, na riba yake ni roho yako. Hii ni hadithi ya jinsi nilivyogeuka kuwa tajiri namba 1 mtaani kwetu, na jinsi nilivyopoteza kila sababu ya kutabasamu. Kama unahisi maisha yamekupiga na unawaza kutafuta njia za mkato, na kuomba, sikiliza kisa hiki kwanza kabla hujafanya maamuzi ambayo huwezi kuyabatilisha. Kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kusisimua, bonyeza subscribe ili ijiunge na familia yetu. Tafadhali sana like video hii na niambie kwenye comment unatazama ukiwa wapi leo na nini mtazamo wako wa simulizi hii. Tuanze sasa. Maisha yangu yalikuwa kama kitabu kilichochakaa. Kila ukurasa ulikuwa na simulizi ya madeni, njaa na dharau. Nilikuwa na mke wangu mpenzi, Zuena, na mtoto wetu mmoja wa kiume, Baraka, aliyekuwa na umri wa miaka 5. Baraka alikuwa mtoto mwenye furaha sana. Kicheko chake kilikuwa kama tiba kwangu nikirudi nyumbani bila hata senti. Tulikuwa tunaishi Manzese kwenye chumba kimoja ambacho ukuta wake ulikuwa na nyufa kiasi kwamba tungeweza kuona nje. Kazi yangu ilikuwa ya kubeba mizigo Kariakoo. Kazi ngumu, jua kali, mgongo kuuma, lakini mwisho wa siku nilirudi na 5,000 au 6. Haikutosha. Nakumbuka siku moja ambayo ilibadilisha mawazo yangu yote. Ilikuwa sikukuu ya Idi. Watoto wote mtaani walikuwa wamevaa nguo mpya. Baraka, mwanangu, alikuja kwangu akilia. Baba, marafiki zangu wananicheka. Wanasema nguo zangu zina viraka. Moyo uliniuma sana. Lakini kilichoniumiza zaidi ni pale mwenye nyumba alipokuja kudai kodi mbele ya mke wangu na majirani. Alinitukana matusi ya nguoni. Alinitupia vyombo vyangu nje. Wewe mwanaume suruali tu, huna hata haya, unashindwa kulipia familia yako pango la 30,000. Siku hiyo nililala nje kwenye veranda na mke wangu na mtoto, huku mbu wakitushambulia. Usiku ule niliapiza moyoni mwangu, sitakubali kuishi hivi. Nitatafuta pesa kwa namna yoyote ile, hata kama itabidi nishike moto. Hapa ndipo nilipofanya kosa la kwanza, kosa la kuruhusu hasira iongoze maamuzi yangu. Kuna rafiki yangu mmoja aliitwa Sefu. Sefu alikuwa mtu wa ajabu sana. Miaka 2 nyuma alikuwa choka mbaya kama mimi, lakini ghafla alibadilika. Alianza kutembelea magari makubwa, akajenga nyumba, na alikuwa na pesa isiyoisha. Siku chache baada ya kufukuzwa kwenye chumba, nilimtafuta Sefu. Nilimkuta baa, amezungukwa na wasichana warembo na pombe za bei mbaya. Nilimweleza shida yangu. Sefu alicheka sana. Juma, wewe bado umelala, alisema huku akivuta sigara kubwa. Dunia hii haitaki wenye huruma. Inataka wenye uthubutu. Unataka pesa? Unataka heshima? Nataka kila kitu, Sefu. Nimechoka kudharaulika, nilijibu kwa uchungu. Sefu aliniangalia kwa jicho la kipelelezi kisha akanong'ona. Kuna mzee mmoja yuko Sumbawanga, anaitwa Mzee Kifimbo. Haui mtu, wala hahitaji umwage damu ya mtu mzima. Yeye anachotaka ni biashara ya kivuli tu. Uko tayari? Neno kivuli sikulielewa. Nilijua uchawi unahusisha kuua wazazi au watoto, na nilijiapiza sitaua mtu. Sefu alinidanganya, au labda na mimi nilijidanganya, nikiamini kuna uchawi wa meupe. Tulifunga safari usiku huo huo. Tulipofika kule kijijini, mazingira yalikuwa ya kutisha.
Nyumba ya mzee Kifimbo ilikuwa peke yake bondeni, imezungukwa na miti mirefu ambayo haikuwa na majani, hata kama ilikuwa masika. Kulikuwa na ukimya wa ajabu. Hakuna ndege aliyeimba, hakuna upepo uliovuma. Tulipoingia ndani, harufu ya uvumba mchanganywa na kitu kilichooza ilitupokea. Mzee Kifimbo alikuwa amekaa kwenye jamvi jeusi, macho yake yakiwa mekundu kama kaa la moto. Kabla hata sijasema neno, alinitaja jina langu. Juma, mtoto wa Zuena, umekuja kutafuta dunia, lakini je, uko tayari kulipa kodi ya dunia? Nilimeza mate. Niko tayari mzee, sitaki kuwa maskini tena. Mzee alicheka kicheko kilichotekemesha kuta za nyumba ile ya udongo. Sikiliza masharti. Sitaki damu ya mtu, sitaki kiungo cha mtu. Ninachotaka ni nyota ya kwanza. Nitachukua kivuli cha kitu unachokipenda zaidi na kukibadilisha kuwa mwangaza wako wa pesa. Kitu hicho hakitakufa, lakini hakitakuwa chako tena. Uko tayari? Nilipomsikia hataki damu, nilipata amani. Nilijua labda atachukua kivuli cha mke wangu au mwanangu, lakini si watabaki hai? Si watakula hizo pesa na mimi? Niliona ni dili zuri. Niko tayari, nilijibu. Mzee alinipa chungu kidogo cheusi kilichofungwa na kitambaa chekundu. Nenda kaweke chungu hichi chini ya kitanda cha mwanao wa kwanza usiku wa leo. Asubuhi ukiamka utakuta chungu kimejaa majivu. Yagawe hayo majivu mipakani mwa nyumba utakayopanga. Hiyo ndiyo itakuwa funguo yako. Nilifanya kama nilivyoelekezwa. Usiku ule nilinyata mpaka chumbani kwa mwanangu Baraka. Alikuwa amelala fofofu akitabasamu usingizini. Moyo ulinienda mbio, lakini picha ya mwenye nyumba akinitukana ilinijia kichwani. Niliweka kile chungu chini ya kitanda chake. Asubuhi iliyofuata nilikimbilia kuangalia chungu. Kilikuwa kimejaa majivu ya rangi ya kijivu kama fedha. Niliyatwanga yale majivu kuzunguka nyumba tuliyokuwa tumepata kwa msaada wa Sefu. Miujiza ilianza siku hiyo hiyo. Nilipigiwa na kampuni moja kubwa ya ujenzi ambayo nilikuwa nimeomba kazi ya kibarua miezi 6 mito na kukataliwa. Waliniita ofisini. Nilipofika, meneja aliniambia, "Juma, tunashindwa kwa nini jina lako limekuja juu kwenye orodha ya wakandarasi wadogo. Tunakupa tenda ya kusambaza vifaa." Tenda ya milioni 400. Siamini. Pesa ziliingia kwenye akaunti wiki moja baadaye. Maisha yalibadilika ghafla. Tulihama Manzese tukaenda Mbezi Beach. Nikanunua Prado mpya. Mke wangu Zuela alikuwa haamini. Alidhani nimeshinda bahati nasibu. Niliwaficha ukweli. Miezi 3 ilipita. Nilikuwa na kila kitu. Pesa, heshima, marafiki. Lakini kitu cha ajabu kilianza kutokea ndani ya nyumba yangu. Kwanza ilianza na Baraka. Mtoto yule mchangamfu alianza kubadilika. Aliacha kucheka, akawa anakaa peke yake chumbani akiangalia ukuta kwa masaa 3 bila kupepesha macho. Nikimwita, "Baraka," haitiki haraka. Anageuka polepole kama roboti. Mke wangu Zuena alianza kuwa na wasiwasi. "Baba Baraka, mtoto huyu anaumwa nini? Mbona hachezi tena? Mbona halii wala hacheki?" Tulimpeleka hospitali zote kubwa. Madaktari walimpima kila kitu. Malaria, typhoid, ubongo. Majibu yote yalitoka safi. Daktari mmoja alituambia, Mtoto wenu hana ugonjwa wa mwili, lakini ni kama hayupo. Mwili upo hapa, lakini ufahamu wake uko mbali sana. Maneno yale yalinichoma kama mkuki. Kivuli. Nilikumbuka maneno ya mzee Kifimbo. Nitachukua kivuli cha kitu unachokipenda zaidi. Kumbe kivuli hakikuwa kivuli cha jua. Kivuli ilikuwa ni nafsi. Mzee Kifimbo hakuua mwili wa mwanangu. Alikuwa ameibia nafsi ya mwanangu. Baraka alikuwa anapumzia, anakula, anatembea, lakini Baraka niliyemjua alikuwa amechukuliwa. Alibaki ganda. Pesa ziliendelea kuongezeka. Kila nilipomwangalia Baraka akidhoofika kiakili, ndivyo biashara zangu zilivyozidi kunawili. Nilifungwa maduka Kariakoo, nikaagiza mizigo China, kila kitu nilichogusa kilikuwa dhahabu. Lakini nyumbani kulikuwa na baridi kali. Zuena alianza kukonda kwa mawazo. Usiku nilikuwa namsikia Baraka akiongea lugha isiyoeleweka, sio Kiswahili wala Kiingereza.
Ilikuwa lugha ya miguno na sauti nzito kama za wazee. Siku moja usiku, nilistuka kutoka usingizini, nikakuta Baraka amesimama kando ya kitanda changu akiwa ameshika kisu. Macho yake yalikuwa meupe pee, hamna mboni. Nilipiga kelele, "Baraka!" Aliangusha kisu na kuanguka chini, akizimia. Tulipomwamsha, hakukumbuka chochote. Hali ilizidi kuwa mbaya. Pesa zilikuwa hazina ladha tena. Nilikuwa nikiendesha gari la kifahari huku nikilia. Nilijaribu kutoa sadaka kanisani na msikitini, lakini amani haikuja. Niliamua kurudi Sumbawanga. Nilihitaji kuvunja mkataba. Bora nirudi kuwa maskini wa kubeba mizigo, lakini nimrudishe mwanangu. Nilipofika kwa mzee Kifimbo mara ya pili, hakunikaribisha kwa kicheko kama mwanzo. Alikuwa amekasirika. "Umerudi kufanya nini hapa? Masharti ya waganga hayavunjwi kama unavyovunja nazi," alifoka. Nilipiga magoti na kulia. "Mzee, chukua pesa zote, chukua magari, chukua nyumba, namtaka mwanangu. Anateseka, amekuwa kama zombi. Tafadhali mzee." Mzee Kifimbo alinitazama kwa dharau. Juma, nilikuambia sitaki damu, nilitaka kivuli. Kivuli kimeshatolewa kafara kwa wakuu wa kuzimu ili wewe upate utajiri. Sasa unataka kurudisha biashara? Ndiyo, tafadhali. Basi sikiliza. Ili kivuli cha mwanao kirudi, lazima kuwe na mbadala. Lazima utoe kitu kingine cha thamani sawa na hicho. Niko tayari kutoa chochote, nilisema haraka, nikijua nina pesa nyingi. Sio pesa, mzee alisema kwa sauti ya chini. Inabidi utoe mkeo, uhai wa Zuwena kwa ajili ya nafsi ya Baraka. Chagua moja. Ukimwacha mkeo, Baraka atageuka kuwa msukule kamili ndani ya siku 7 zijazo, na atakuua wewe na mama yake. Ukimtoa mkeo, Baraka atapona na utabaki na utajiri wako, lakini utakuwa mjane. Dunia ilinizunguka. Nilikuwa nimeingia kwenye mtego ambao hamna mlango wa kutokea. Nilimpenda Zuwena kuliko kitu chochote. Nampenda Baraka. Sasa natakiwa kuchagua nani afe. Niliondoka Sumbawanga nikiwa nimechanganyikiwa zaidi ya mwanzo. Siku 7. Nilikuwa na siku 7 za kufanya maamuzi. Nilirudi Dar es Salaam nikiwa kama mwenda wazimu. Siku ya kwanza na ya pili nilijifungia ndani nikinywa pombe. Sikutaka kumwona Zuwena wala Baraka. Zuwena aligundua kuwa kuna kitu na kificha. Siku ya 3 aliniweka chini. "Juma, mume wangu, tangu tupate hizi pesa tumepoteza furaha. Baraka anaumwa ugonjwa usioeleweka. Wewe unakunywa pombe. Niambie ukweli, pesa hizi umetoa wapi?" Machozi yalinilenga. Sikuweza kumwambia kuwa nimemuuza mwanaye. Sikuweza kumwambia kuwa natakiwa kumuuza yeye ili mwanaye apone. Siku ya 5 mambo yaliharibika. Baraka alianza kupata degedege kali. Ngozi yake ilianza kutoa harufu ya uvumba, harufu ile ile ya nyumbani kwa mzee Kifimbo. Nyumba ilianza kutetemeka usiku. Vyombo vilivunjika vyenyewe. Siku ya 6 nilijua sina chaguo. Niliamua kujiua. Niliona bora nife mimi kuliko kuchagua kati ya mke na mtoto. Niliandika barua, nikaeleza kila kitu. Nikaandaa sumu. Usiku wa kuamkia siku ya 7, nikiwa nimeshikilia kikombe cha sumu, Zuwena aliingia chumbani. Alikuwa ameshika ile barua niliyoiacha mezani. Nilisahau kuificha vizuri. Alikuwa analia machozi ya damu. "Umemuuza mwanangu Juma? Umemuuza Baraka kwa ajili ya haya makaratasi?" Alinitupia mabunda ya pesa usoni. "Zuwena, nisamehe. Nilifanya kwa ajili yetu." "Kwa ajili yetu? Hapana. Ulifanya kwa ajili ya tamaa yako. Sasa unataka kujiua ili tuachie sisi hayo majanga?" Ghafla, Baraka aliingia chumbani. Alikuwa amebeba kisu kile kile. Lakini safari hii hakumwangalia mtu yoyote. Alijielekeza kwangu. Nguvu ya giza ilikuwa inamtawala. "Muda umefika baba." Sauti nzito ilitoka kinywani mwa mtoto wa miaka 5. Mzee Kifimbo anasubiri malipo. Zuwena, kwa upendo wa mama, aliruka na kumkumbatia Baraka ili kumzuia asinichome. "Mwanangu, usifanye hivi." Na hapo ndipo janga la mwisho lilitokea. Katika purukushani ile, kisu kiliingia kifuani mwa Zuwena. Kimya kilitawala. Baraka alianguka chini.
na ule weusi machoni mwake ukatoweka. Alirudi kuwa mtoto wa kawaida, akimtazama mama yake aliyejaa damu. "Mama!" Baraka aliita kwa sauti yake ya kawaida. Nafsi yake ilikuwa imerudi. "Zuena, niangalia kwa mara ya mwisho," huku uhai ukimtoka. Hakusema neno lolote la chuki. Alisema tu, "Rudisha pesa zao Juma, rudisha," na akaaga dunia. Kifo cha Zuena kilivunja mkataba, lakini kwa njia ambayo sikutegemea. Mzee Kifimbo alikuwa amepata damu aliyoitaka, ijapokuwa hakusema moja kwa moja. Baraka alipona kabisa, lakini alibaki yatima wa mama, na baba yake, mimi, nilikuwa muuaji. Polisi walikuja. Kesi ilikuwa ngumu kuelezeka. Waliamini ilikuwa ajali au ugomvi wa nyumbani. Nilitumia pesa zangu kuhonga ili sisifungwe, lakini hiyo haikusaidia dhamiri yangu. Baada ya mazishi ya Zuena, nilichoma moto nyumba yangu ya kihari. Niliuza kila kitu nilichokuwa nacho na kugawa pesa zote kwa vituo vya yatima. Nilibaki na nguo nilizovaa tu. Nilichukua Baraka na kurudi kijijini kwetu mkoani, mbali na Dar es Salaam, mbali na makaburi ya matamanio yangu. Leo hii mimi ni mkulima wa kawaida. Sina gari, sina suti, sina mamilioni. Ninaishi kwenye nyumba ya matofali ya kuchoma, lakini kila jioni ninaangalia machweo na mwanangu Baraka. Tunakula ugali na maharage, tunacheka na tunalala usingizi mnono bila kuota ndoto mbaya. Ndugu mtazamaji, hadithi hii ina funzo kubwa sana. Kwanza, hakuna njia ya mkato. Kwenye maisha, ukiona fursa inakuahidi utajiri wa haraka bila jasho, kimbia. Ibilisi hana tabia ya kutoa zawadi, anafanya biashara, na bidhaa yake kuu ni roho yako na furaha yako. Pia, thamani ya utu. Umaskini wenye amani ni bora kuliko utajiri wenye mashetani. Nilikuwa na kila kitu, lakini sikuwa na furaha. Sasa sina pesa, lakini nina amani. Na mwisho, tamaa. Tamaa ilinipofusha, nikaona mke na mtoto wangu ni mzigo. Kumbe wao ndio walikuwa utajiri wangu wa kweli. Usidharau ulipo sasa. Huko ndiko kuna baraka zako. Kama umeguswa na stori hii, tafadhali share na wenzako ili wajifunze. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii kwa visa vingine vya kusisimua na kuelimisha. Hii ni Braka Simulizi. Tuonane wakati ujao.